Taharuki imeibuka baada ya mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 12, mkazi wa kijiji cha Oldadai, kata ya Sokontu, wilaya ya Rumeru, mkoani Arusha, kukutwa akiwa amefungwa mikono na miguu na kuwekwa kwenye jua kwa tuhuma za kuiba maandazi kwenye duka lililopo jirani na nyumbani kwao wilayani humo. Mashuhuda wa tukio hilo wakizungumza na waandishi wa habari Januari 8, 2026, wamesimulia namna tukio hilo lilivyotokea na mtuhumiwa kulazimika kujifungia ndani ya duka hilo hadi alipokuja kuchukuliwa na maafisa wa jeshi la polisi wilayani humo. Hii ni Gadi TV. Naitwa Lailat, nimetoka msibani nije kumfuata mwanangu kabla ya kuelekea kule kwenye kuzika. Na mkuta mtoto kaikuwa hapa juani, amefungwa mikono nyuma na miguu. Alivyofungwa nikamuuliza, shida nini umefungwa? Akaniambia nimeambiwa nimeiba mandazi jana. Nikamwambia, mandazi ulioiba shingapi nilipe? Akaniambia mimi sijaiba mandazi. Nikamwambia kuna mbabu pale, akaniambia we muache kwa sababu tumeongea naye vizuri, tumemuomba kabisa, amekataa. Nikasema basi ngoja nirudi kule msibani nikamtafute mama yake. Nikaenda, bahati mbaya nikamkuta mama yake hayupo, nikakuta majirani, nikawaambia. Diwani akaja. Huyo diwani alivyokuja akaja akampa maelezo, akaandika, akampa aandike. Kamwambia arudi ndani, kesho njoo ofisini. Kwa hiyo kamwacha huyu mtuhumiwa, akaingia ndani, yeye kapanda kwenye pikipiki kwenye gari lake, karudi huko msibani. Kwa hiyo kaondoka, kamwacha huyo mtuhumiwa, akaingia ndani, mtoto kapigwa, kavimba. Nimemwonea huruma, ndio maana nikaenda kumtafuta mama yake. Nikamwacha mtoto wangu mdogo mbele kwa watu, nikaenda kumtafuta mama yake. Mtoto anani huyo kapeleka hospitali na mwenyekiti. Nilichohakikisha kafungwa ni kafungwa nyuma na mbele na miguu, mikono nyuma na miguu. Yaani ndo tunaingia na diwani naye anaingia. Tumefika pale hivi, mtoto kakalishwa pale nje juani. Kaambia, Maivoni ni nini, mbona umemfunga mtoto watu hivi? Hajatusemesha. Tukamwambia hivi, ingekuwa ni mtoto wako ungekuwa umemkuta mama mwingine amemfunga hivi, ingekuaje? Akatuletea kiburi hapo nini, akawa anaingia ndani. Diwani akamwambia njoo hapa. Unaitwa nani? Akanamuuliza majina nini? Haya, alivyojieleza majina, diwani akachukua karatasi na kalamu. Akamwambia aandike maelezo. Ameandika maelezo, amemaliza. Kinachotushangaza, badala diwani achukue uamuzi, anamwambia utakuja kukamatwa kesho. Na tukio ni la leo. Tukamwambia diwani, na huyu mtoto aliyeumia inakuaje? Akasema huyu aliyeumia kwa mnataka mimi nimpeleke wapi? Tukamwambia sasa kumpeleka wapi? Ongea na mdada aliyempiga, ampeleke wapi? Hospitali. Ndio diwani tena akarudi. Akaenda akaongea naye, akasema basi ngoja mwenyekiti anakuja. Nifanyaje? Amchukue. Mwenyekiti ndo ameenda kuja, akaja akaongea pia, lakini mwenyekiti hakumuona pia na huyo dada. Akaja akamchukua yule mgonjwa akamshusha wapi? Hospitali. Ndio sasa watu hapa wanasema bora tuvunje nyumba atolewe, kwa nini amemuumiza mtoto watu hivyo? Mna hakika yuko huko ndani au ameshatoka? Hata mimi nimemuona. Yupo. Mimi ndo nimemfungua yule mtoto kamba. Mtoto tu tumemkuta amevimba. Alafu yuko hapo ndani anakaa anafanya nini? Na watu wanataka kujisiba kuzika. Hapo tunamzika mtoto amekufa mazingira ajabu ajabu tu. Aje tena tuletee kilio kingine kwa sababu zipi? Atoke tena na sio abaki tu hapo. Sio mwenyeji, kwanza tumjui. Melami, diwani wa kata ya Sokontu, ilikuwa kwenye msiba. Sasa kapata habari kwamba kuna mtoto amefungwa kamba na miguu, anakaribia kufa, lakini baadaye nikakimbia, maana yake hakukuwa na uongozi wote kwa sababu ya msiba. Nikakimbia, kamkuta kweli amefungwa kamba miguuni na mikono. Nikamfungua kamba hizi zenyewe ndio hizi hapa. Nilipomfungua nikamkabidhi mtendaji huyo mtoto ampeleke hospitali. Nikawa nimepiga simu polisi wanakuja kwa sasa hivi, maana yake sikupata namba polisi mapema. Kwa hiyo wako njiani wanakuja. Taarifa za wewe kusema kwamba huyo mtuhumiwa aandike maelezo lakini asihojiwe chochote leo hadi kesho. Hakuna hiyo, hamna. Nilisema tu akae hapa kwa sababu nilikuwa mwenyewe. Alafu sasa mama mwenyewe ni mjamzito, nisingeweza kumpeleka. Kwa hiyo nilikuwa nimepiga simu polisi wanakuja. Sijasema hivyo, huwezi kuacha. Lakini mtuhumiwa amekiri kwamba yeye kweli amehusika kwenye kumfunga mikono na miguu. Amekiri kwa sababu nimemuita, akafungua mwenyewe nikamwambia mfungue.
Sababu? Sasa sijaweza kumhoji sababu sana, anasema kwamba ameiba sijui. Nikamwambia ameiba nini? Anasema anaibaga. Nikamwambia hapana. Mandazi. Mandazi. Jamii inapaswa tu kuonyesha upendo kwa wakati huu, kuonyesha upendo kwa watoto na kutoa taarifa, kwa sababu hizi taarifa hizi zilikuwepo. Afande. Ngoja. Mnakuja njooni, maana umejaa. Alafu sasa mama mwenyewe mjamzito huku na watu wana hasira kali kweli. Na mwanamke mjamzito. Labda wewe umemkuta mtoto akiwa kwenye hali gani? Alikuwa amechoka kidogo, amechoka kiasi kwa sababu ni jua kali. Kwa maana hiyo ni kwamba kafungwa mikono na miguu. Ni mkatili. Huo ni ukatili. Kwa hiyo lazima huyu mtuhumiwa awe na kesi ya ukatili. Na amekaa kwenye jua kwa muda gani? Anadaiwa amekaa kuanzia saa 6 mpaka saa 8 nilipokuja mimi. Na dakika amevimba tu mkono, ile damu nafikiri ilikuwa imezuilika.